Hali ya majonzi imetokea baada ya mwanamke anayejulikana kwa jina la Karen Remi mwenye umri wa miaka 22 kujifungua watoto 5 njiti na hatimaye kufariki dunia kwa nyakati tofauti katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha, ambapo imeelezwa kwamba chanzo kilichosababisha watoto hao kufariki ni kutokana na mama huyo kupata uchungu kabla ya muda, jambo lililofanya watoto hao kutoka. Kwanza mama, pole sana. Asante. Nilikuwa tu nyumbani, ilipofika saa 1 ndo nikaanza kusikia uchungu. Sikujua kama ni uchungu kwa sababu nakuaga naumwa tu kidogo, lakini nakuwa inakaa sawa. Sasa shangaa ikachanganya, ndo nikamuita mume wangu kwa sababu ndio hospitali nilikuwa natibiwa. Kwa hiyo kaambiwa tuje huku moja kwa moja, tusipitie sehemu nyingine. Ilifika kama saa 3 hivi ndo nikajifungua. Wameshindwa kushika sababu ni wametoka hai kweli. Mmoja ndo alitoka ameshakufa, au 4 walikopo wazima. Walikuwa na hema vizuri, lakini madaktari walishasema tu hawataweza kuishi. Nilivolala hospitali, kesho yake asubuhi nikakuta mmoja ndo amefariki. Ilipofika saa 9 2 pia wakafariki. Nikabakiwa na mmoja ndo leo asubuhi nimeenda nikakuta naye pia amefariki. Wakati ulipokuwa na ujauzito wa miezi 6, kulikuwa kuna changamoto yeyote? Nilikuja wiki iliyopita Jumatatu. Waliona kabisa bado niko vizuri. Wakaniambia tena, wakanipa kabisa wiki 2 kwa sababu mimi nahudhuria kila wiki hospitali na kuja kuonana na daktari specialist wa kina mama kabisa. Kwa hiyo wakaniambia sasa hivi unaendelea vizuri, ukae wiki 2. Alafu hiyo wiki inayofuata Jumatatu ambayo ni tarehe 3 ndo nije ambapo nipigwe sindano za mapafu ya watoto. Ndo haijafika, ndo ikatokea tu hivyo. Kwa kweli imenihuzunisha sana kwa sababu nilikuwa vizuri, nilikuwa sina dalili yote ya kwamba nitapata changamoto. Yaani nilikuwa vizuri. Mpaka ile jioni nilikuwa tu sawa, nimekuja tu ni kitu cha ghafla, na nilikuwa nimejiandaa vizuri kwa kupokea watoto wangu wakiwa wazima. Sababu madaktari walikuwa wako karibu na mimi sana, na walikuwa wananitia moyo. Nimeniumiza kwa kiasi kikubwa sana, nimeumia sana. Bibi na babu wote wamekutana ni pacha, na mama mdogo pia naye ni pacha. Kwa ndo hivyo tu. Walikuwa wawili. Baba wa watoto hao ambao wamefariki dunia ameeleza kwamba mke wake alikuwa akihudhuria clinic mara kwa mara na hakuwahi kuwa na changamoto yeyote. Mimi naitwa Robert Frank, ni baba wa watoto 5 ambao wamepoteza maisha. Kwanza kabisa niwashukuru hospitali, nimshukuru Mwenyezi Mungu, nishukuru uongozi mzima wa hospitali ya Mount Meru kwa sababu walitupa kipaumbele. Tulikuwa tunaenda nao sawa. Kliniki ilikuwa kila Jumatatu tulikuwa tuna utaratibu wa kuonana na daktari ambaye alikuwa anamshughulikia. Kwa hiyo tulikuwa karibu sana na madaktari. Kwa hiyo kiufupi hakuna uzembe wote ambao umefanyika, ila tu kama ambavyo imeelezwa awali, mipango ya Mwenyezi Mungu. Hivyo tu. Nafikiria tuna namna. Pole sana. Katika kipindi chote tulikuwa vizuri tu, tunaonana na daktari kwa muda ambao ulikuwa tumepangiwa kila Jumatatu, na tuliambiwa kwamba kama kitatokea chochote, labda akijisikia labda maumivu nini, tumlete hospitali. Maana kila kitu kilipitishwa kwamba huyu atapata matibabu yake alikuwa ni free. Kwa hiyo nakumbuka ilikuwa juzi Jumamosi alikuwa nyumbani anasuka. Kwa hiyo alinipigia simu akaniambia, bana, najisikia vibaya leo, sio kama kawaida. Kuna siku anaweza kujisikia labda kichomi kidogo alafu akatulia, hali ikakaa sawa. Lakini siku hiyo aliniambia, bana, anajisikia vibaya sana. Kwa hiyo ilibidi nichukue hatua ya kuwahi nyumbani na kumleta hospitali. Lakini tulipofika hospitali wakasema kulikuwa kuna uchungu wa kujifungua. So ilibidi nishangae, uchungu wa kujifungua wakati ilikuwa muda bado. Kwa hiyo ndo pale madaktari wakashauriana
wakaona namna ya kuwanusuru, aidha umnusuru mama na mtoto au namna kumnusuru mama ni kuwatoa watoto ili mama endelee kubaki salama. Ni uzao wake wa kwanza. Uzao wake wa kwanza. Kiukweli nimeupokea kwa masikitiko. Ukiwa kama mtu ambaye ulitarajia, ukiwa na matarajio mengi, nilipokea kwa masikitiko mazito, maana unajua ukishajua ni baba mtarajiwa, lazima kuna maandalizi wewe unafanya. Nilikuwa nimejipanga, lakini mipango ya Mungu pia haina makosa. So nimepokea kwa masikitiko makubwa, lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye ndo mpangaji wa kila kitu. Muuguzi mfawidhi wa hospitali ya Mount Meru akizungumzia kuhusiana na tukio hilo, ameeleza kwamba chanzo ni kutokana na mwanamke huyo kupata uchungu kabla ya kufikia wakati wa kujifungua. Mimi ni Simforosa, ni muuguzi mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Arusha Mount Meru. Changamoto inakuja kwanza, mama mimba ilikuwa haijafika, ilikuwa ina wiki 26. Kiuhalisia mtoto anapozaliwa na chini na mimba ikiwa haijafika, at least ikifika miezi 7 unaweza ukasema huyu mtoto tuna uwezo wa kumsaidia, kwa sababu wale hata kilo 1 hawajafika, walikuwa na gramu 400, mwingine gramu 500, mwingine gramu 550, hata gramu kuanzia 700, 800 mpaka 1000 alikuwa hawajafika. Na by that time mama amefika, amejifungua, wale watoto huwa tunawapeleka sehemu ya uangalizi maalum ambao ni premature ICU. Sasa baada ya kujifungua wale watoto, unajua uwezo pia wa watoto wanaokuwa wamezaliwa kabla ya wakati, wiki 26 inakuwa ni mdogo sana sana, sehemu ya upumuaji inakuwa kwao ni changamoto. Sasa inapokuwa ni changamoto, wanahitaji kusaidika either ni kwa dawa au kwa namna yoyote ile ili waweze kuishi. Sasa unakuta na yule ukomavu wa mapafu na wakati ule unakuwa haupo. Kwa hiyo anapotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, inahitaji ni umakini wa hali ya juu unapomsafirisha kutoka eneo moja kupeleka eneo lingine. Na pia unakuta sehemu zingine za mwili hazijakomaa kusema huyu mtoto anaweza kujitegemea kwa yeye mwenyewe pasipokuwa na msaada wowote wa kitabibu. Chanzo kwa sababu watoto walikuwa 5 mwilini, na mama tumbo linapokuwa linatanuka inafika wakati linakuwa tena halina nafasi ya ziada. Kinachofuata sasa ni uchungu unaanza. Ndipo wale watoto walizaliwa, kwa sababu wale watoto ni wengi, watoto 5 ni wengi kwa kweli. Mama alitakiwa apate muda mwingi sana wa kupumzika na kutokufanya shughuli ambazo zinapelekea yeye kusababisha uchungu kabla ya wakati, kutokana na ile mtanuko wa tumbo uliobeba viumbe wengi. Na ukiangalia wale watoto walikuwa yani ni gramu, yani hawajafika kwa wakati. Kwa hiyo wanapokuwa kule tumboni wanakuwa wengi, na tumbo linapokuwa linatanuka linafika wakati, ndipo hapo na uchungu nao unaanza.